Ndongoi ya chama cha DCP Rigathi Gachagua Niwatula Muti Silikali kwa Iseso ya Kuomboa Ivanda Sya Atandithya Yila Yiendee Masokoni me Kivathukanio Kaundini ya Ilovi ainena nandiki mama uvo Gachagua ni wawetakana alama kwa ati kuno itina wa Kuomboa viasala sio ni ati mangaliko ya uli wala inge wa mwatha president kiutani kivyu cha usakwani wa ngilili miongweli na muonza Gachagua ni wakule mevya Kivathukanio ya Silikali neletwa yesie Kuomboanga kuu iyungamiwe ayasya kana nthi ya Kenya yungamitwe ni miyao na uteti ndwailite kulikwa maunduni mautandithya mwaka mweu na mauvo. Tina wa soko wa Githurai ula wa Roysambu na wa Uhuru Kaundini Ilovi Kuomboa ni Silikali Ndongoi ya chama cha DCP Rigathi Gachagua Niwatula Muti Iseso yi vala wa weta kana talina ka mwene Gachagua ayumbula kana vandu va Silikali kuitana ithekasi ene nthi ila siendee na kuoswa ni maofisa anene Silikali ni yo isembaniti na atandithya nini iweta kana kicho thothetwe ni maundu ma siasa. While the government moves with a remarkable speed and force against kiosks and small stores owned by struggling wananchi from the Mount Kenya region, other large and well-known establishments that sit on contested public land remain conspicuously untouched and rarely discussed in the same breath. Kenya cannot afford governance that appears punitive to the poor while protective of the rich and powerful. I therefore call upon the relevant authorities to immediately halt these demolitions and subject the entire exercise to a transparent and fair review. Kenya is a nation governed by the rule of law, not by selective convenience for political ends. Gachagua ainena nandiki mama uvoni wa weta kana tavena muvango wa Silikali kuolanga kunima kura kumambaini nene ya ngema na alama ya Kaundini Ilovi na nicho kitumi Silikali kwete Kuomboanga viasala sio kileloni cha kumenu cha. We have intelligence information that President William Ruto has voted to displace the Kyama community that has a big vote in Nairobi by destroying their businesses and sending them back to the rural areas to deny them an opportunity to participate in the next general election within the county of Nairobi. And if William Ruto thinks and believes that his only problem in the country is the Mount Kenya communities, then he doesn't know what is happening in the rest of the country. It is not just the people of the Mount Kenya community that have a problem with this government, but the whole country. Ndongoi ino ni atete atandithya ana vala wakule President William Ruto amewete atandithya maukwati wenthi na ala wa mathie kumokelia kiukwati kavindane kau iweta kana maundu ma uiti na kisomo tamatumbo thikite vyu nundu wa utongo imuthuku. At a time when Kenyans are struggling with a harsh economic climate, destroying modest businesses of ordinary traders without offering viable alternatives is both unjust and deeply irresponsible by this brutal regime. These traders represent the backbone of our informal economy. They are not criminals. They are hardworking citizens striving to feed their families under extremely difficult circumstances. For once, be mindful of the hustler whose healthcare, education, and all other systems you have destroyed, and they are crying in great pain and anguish in a bottomless economic abyss. Ripoti ya vilingi wa movo kuma Kaundini ya Ilovi itoa mwaka mweu.